Wakati makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Iran yakianza kutekelezwa, kumeibuka mkanganyiko mkubwa uwanjani baada ya maafisa wa jeshi la Israel IDF walioko kusini mwa Lebanon kuripoti kuwa hawajapewa maelekezo rasmi kuhusu hatua hiyo. Hali hiyo imejiri huku kukiwa na ripoti za milio ya risasi iliyosikika usiku wa kuamkia leo, ambapo wanajeshi wa Israel walifyatua risasi dhidi ya watu waliotajwa kuwa wenye kutiliwa shaka. Kwa mujibu wa duru za kijeshi kutoka gazeti la Jerusalem Post, IDF imethibitisha kushambulia watu kadhaa kusini mwa Lebanon tangu kuanza kwa muda wa kusitisha mapigano. Watu hao wanadaiwa kuwa ni raia wa Lebanon waliojaribu kurejea makwao kabla ya muda uliopangwa, pamoja na baadhi ya wapiganaji wa Hezbollah waliokuwa wakikusanya taarifa za kiintelijensia. Jeshi la Israel limetoa onyo kali kwa raia likiwataka kutorejea katika vijiji vya kusini mwa Lebanon hadi hapo mchakato wa mazungumzo utakapokamilika kikamilifu. Wakati hali ya uwanjani ikiwa ya wasiwasi, upande wa diplomasia umezua mjadala mzito baada ya rais wa Marekani Donald Trump kudai kuwa Iran imekubali kukabidhi akiba yake yote ya uranium yaliyorutubishwa kwa Marekani. Akizungumza katika mkutano huko Phoenix, Arizona, Rais Trump amesema makubaliano hayo ni ushindi mkubwa kwa usalama wa dunia. Hata hivyo, Tehran imekanusha vikali madai hayo, ikiyaita kuwa ni propaganda na kusisitiza kuwa hakuna makubaliano ya aina hiyo yaliyofikiwa. Kwa upande mwingine, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Yvette Cooper ametoa wito wa haraka kwa Iran kuruhusu meli za kibiashara kupita bila kipingamizi katika mlango bahari wa Hormuz. Cooper amesisitiza kuwa ingawa kuna hatua za kusitisha mapigano, hali ya usafiri wa baharini bado haijatengamaa, jambo linalohatarisha uchumi wa dunia kutokana na kupanda kwa gharama za nishati. Jina langu ni Hamza Seifu na hii ni Global TV. Hodi Tanzania, hodi Arusha. Alikuwa anachanjwa usiku. Yeye anachanjwa. Lakini baada ya kufika mlima wa maombi, hiyo issue ikaisha. Piga Yesu makofi mazuri. Mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel kutoka Mombasa, Kenya, anatua jijini Arusha. Hii ni maalum kabisa kwa ajili ya sherehe za miujiza ya maadhimisho ya mwaka mmoja wa mlima wa maombi uliopo Arusha, Tanzania, chini ya mtumishi wa Mungu, utukufu kwa Bwana, mtoto wa kiroho wa Pastor Ezekiel. Tangu mwaka 79 baada ya mlima maombi kuja nikapona, haujaanguka tena. Ni tarehe 11 na 12 mwezi huu wa 4. Leta wagonjwa wenye shida na mateso, na Yesu Kristo atawafungua, atawaponya na kuwaweka huru. Yote ambaye kuna tatizo la ulemavu wakati wa kuinuka kutembea, inuka na utembee. Mahali ni Veta Audioro, mlima wa maombi, karibu na stendi mpya Bondeni City. Kushiriki mkutano huu, piga simu namba 0756 22 56 81.